Hello, habari, karibu sana. Hii ni The Car Lover TZ. Sasa leo ninataka nikushirikishe moja kati ya gari ambayo nafikiri watu wengi bado hawajaifahamu. Hii inaitwa Mazda CX-3. Najua kuna Mazda CX-5 ambayo kila mtu anaiangalia kwa sasa na kila mtu anaplani kuinunua. Lakini je, kama wewe unafikiria kununua gari ambayo ni kwa ajili ya mizunguko ya mjini, ni kwa ajili ya safari za kwenda nyumbani, kazini, nyumbani, kazini, ukitoka sana basi umetoka out, umeenda beach au umeenda wapi, hoteli fulani na nini, umerudi, umeenda church, umeenda msikitini, basi ninafikiri sasa unaweza kubadilisha mawazo yako. Achana na Mazda CX-5, chukua Mazda CX-3. Japo Mazda CX-3 pia inaweza kufanya safari ndefu vizuri kabisa, ila itafaa sana kwa town trip. Na kwa nini ninaona ni moja kati ya gari nzuri sana ambayo ninaipendekeza na inaweza ikawashinda washindani wengi sana kutoka Toyota, BMW, Mitsubishi, Subaru, yes. Kwa sababu namba moja ni moja kati ya gari ambayo inaweza ikawa ni the latest, lakini unaweza ukaipata kwa bei nzuri zaidi. Lakini namba mbili ni gari ambayo unaweza ukaipata ikiwa na nguvu zaidi kuliko washindani wengine. Na namba tatu ni gari ambayo nafikiri inakuja na design nzuri sana. Ukiangalia muonekano wake wa nje, Mazda kama kawaida, Kodo design language ipo, wamefanya vizuri pia kwenye Mazda CX-3, bila kusahau Sky Active Technology kama zote zipo kwenye Mazda CX-3, pamoja na kwamba ni gari ndogo, interior design ya kwake iko vizuri, na ni gari ndogo ambayo pia ina nafasi za kutosha. Lakini je, ni mambo yapi muhimu ambayo unataka kuyazingatia? Basi kwenye makala hii ninakupa mambo matano yatakayo kusaidia kufanya maamuzi sahihi unapotaka kununua Mazda CX-3. Jambo la kwanza ni budget. Tukiwa tunazungumzia Mazda CX-3 ya kuanzia 2015 mpaka 2020, budget yake utapata kuanzia milioni 26 mpaka milioni 40. Kwa kadri unavyozidi kuongeza pesa zaidi ndipo ambapo utakuwa unapata chombo kizuri zaidi, na inaendelea mpaka 2024. Jambo la pili la kulizingatia ni engine. Engine zinazokuja kwenye Mazda CX-3 ni engine za petroli mbili ambazo zote ni silinda 4. Tuna 1.5 lita ambayo sasa sana cc 1496 Sky Active G, lakini pia tuna 1998 cc Sky Active G ambayo hii unaipata pia kwenye Mazda CX-5. Lakini ukienda kwenye diesel pia tuna engine mbili. Tuna engine ya 1.5 lita ambayo ni Sky Active D ya diesel hii, na hii inakuja na turbo cc 1499, lakini pia tuna 1.8 lita Sky Active D ambayo hii ni injini adimu kidogo pia. Kwa hiyo hapa mara nyingi tutabaki na injini moja, na ukiweza kupata petroli sawa, lakini kwa sababu tumeshazoea kuishi na Mazda CX-5 ya diesel, basi pia unaweza ukaishi na Mazda CX-3 ya diesel pia. Sasa hapa tunachukua injini ndogo ambayo ina cc 1499. Hii ni injini ambayo inakuja na horsepower 103. Horsepower ya kawaida tu, lakini pia ukija kwenye torque inakuja na 270 Newton meter. Ni torque kubwa sana pia kwa gari hii ndogo. Lakini pia ukija kwenye upande wa ulaji wa mafuta kama kawaida diesel, Sky Active Technology ambayo inakupa gearbox ya gear 6 automatic, lakini ipo gearbox ya gear 6 manual. Hizi zote zimepewa Sky Active Technology. Kwa maana hiyo zinaifanya hii engine iwe na ulaji mzuri wa mafuta kuanzia 18 km per liter mpaka 20 km per liter. Sasa upewe nini? Hivyo hii ndio engine ambayo nitaipendekeza kwako uichukue, na unaweza ukaanzia mwaka 2015. Kitu muhimu hakikisha unapata gari ambayo imetunzwa vizuri, au mwaka 2016. Ukija kwenye jambo la tatu, mbadala wa Mazda CX-3. Sasa ninajua unaweza kaa huko dilema, unataka gari ndogo ndio ya kawaida. Kwa nini uchukue Mazda CX-3 na uache gari zifuatazo? Uache Mitsubishi RVR, uache BMW X1, uache Toyota CHR, uache Subaru XV. Yes, hizo zote ni gari nzuri sana, lakini ukija kwenye issue ya nguvu, Mazda CX-3 hapa pengine itashindana kidogo na BMW X1 ikiwa na injini ya N20. Ukija kwenye RVR, Toyota CHR, ukija kwenye Subaru XV, Mazda CX-3 itakuwa ni the best.
Ukija kwenye ulaji wa mafuta pia Mazda CX-3 itakuwa ni the best, kwa sababu siwezi kushauri uchukue BMW ya diesel X1, sawa? Na wala hatuwezi kushauri uchukue RVR diesel, na sidhani kama itakuwa na maana. So kwenye nguvu, fuel consumption, Mazda CX-3 itakuwa ni bora zaidi kuliko hawa niliowataja hapa. Ukija jambo la 4 ni gharama ya kuitunza. Mazda CX-3 utunzaji wake kama ulivyo kwenye Mazda CX-5, ila kwenye engine oil inaingia lita 4.5 mpaka lita 5. Kwa hiyo hapo kuna kesi za oil filter, diesel filter na air filter, cabin filter na vitu vingine. Lakini kwenye upande wa service kiujumla unaweza kugharimu kama 2.5 mpaka 3.5 kama utakuwa unafanya service ya engine pamoja na gearbox. Na zingatia, utakapokuwa unafanya service ya engine, hakikisha unapata engine oil ambayo itaendana na speki za engine hii ambayo ni CCF 1499, ambayo engine oil inayoingia kwenye Mazda CX-3 yenye engine hii sio sawa na engine oil ambayo inaingia kwenye Mazda CX-5 2.2 liter. Hicho ni muhimu, speki zake zinatofautiana. Kwa hiyo nitakiwa uzingatie hicho kitu. Sasa jambo la 5 ni changamoto au matatizo ya Mazda CX-3. Changamoto ya kwanza ni changamoto ambayo inatokana na kuresi. Sawa? Namaanisha nini? Namaanisha kwamba kuna wale watu ambao unakuta ameweka gari kwenye neutral alafu anakanyaga mafuta. Gari inaenda mpaka RPM 2000, 3000, sawa, inanguruma. Sasa kitu kama hicho maana yake unaifanya gari engine ifanye kazi kwenye mazingira ambayo uwezekano wa kuingiza hewa kwa kiwango hicho ulichokanyaga mafuta ni mdogo sana. Kwa unakuta gari inaanza kuvuta uchafu ndani, na hicho kinapelekea engine kupata shida na muda mwingine hata kufa. Kwa hiyo kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao wana hizo tabia, au hata ukipeleka kwa fundi afu fundi akawa na resi, engine hii kidogo inapata shida na unaweza kaiua. Kwa hiyo hicho kitu ndi moja kati ya changamoto ambayo pia imeripotiwa sana na wamiliki wa Mazda CX-3. Changamoto ya pili ni fuel pump, ina changamoto ya kufa. Lakini changamoto ya tatu ni kama kawaida DPF, diesel particulate filter. Kama ilivyo kwenye Mazda CX-5, basi hata kwenye Mazda CX-3 hii ni changamoto ambayo kwa watu ambao hawakuzoea kuishi na gari za DPF lazima ikusumbue. Lakini kama ni mtu ambao unajua una elimu ya kuishi na Mazda CX-3 au CX-5, basi haitakusumbua pia hii DPF. Kwa hiyo hayo ndio mambo 5 muhimu ambayo unatakiwa kuyafahamu kuhusu Mazda CX-3. Karibu sana, hii ni The Car Lovers TZ. Kwa ushauri unataka kununua gari, unaweza kuwasiliana na sisi 0714415200. Ofisi zetu zipo Goba Center. Karibu sana.